wa rais anangatuliwa. He really fought. Ili hadi alikuwa anajua haya yote. Akaamua resign, kweli kama anasema resign. Akangangana kabisa mpaka hatua ya mwisho, kaenda mahakamani kutaka kusaidia serikali. Lakini leo hii anaibua madai kama haya. Unajua kisiasa ukiamua tu kwamba unaondoka. Kuna kile ambacho unapoteza miongoni mwa wafuasi wako. Na unastahili kuonekana miongoni mwa wale wafuasi wako, uonekana kwamba wewe ni mtu unapigania haki zako. Unapigania kile ambacho unaamini. Mimi kivyangu kwa Wakenya ambao wanasikiza madai haya, tunaweza tumwambia maybe Rigathi, tell us more. Lakini kwa ajili ya maadili na uongozi wa taifa, inatoa taswira ambayo si nzuri. Kuna mfuasi mmoja wa Raila Odinga ambaye alikuwa anasema the country should just disband, kila mtu achukue kipande chake and kila mtu aende nyumbani. Manake kama haya madai yanayoibuliwa na Gachagua, kuna hata chembe moja ya ukweli. Aina ya taifa tulilonalo ni ya kusikitisha sana. Swala kama la Sudan kwa mfano linatuweka katika hali ambayo si nzuri kimataifa. Manake tunakuwa target ya baadhi ya vikosi ambavyo vinaweza anza kushambulia taasisi zetu muhimu. Manake ukiangalia mataifa kama yale kama Sudan, ukiangalia mataifa ambayo yanapigana na mataifa yana uhusiano na makundi ya kigaidi, ni mataifa ambayo huwa na malengo ambayo ni tofauti sana. Ikiwa hakika rais anahusika na masuala yaliyoko nchini Sudan, na wakati nadhani umewadia kwa Wakenya kuweza kuelezewa ukweli halisi wa mambo. Kama taifa, masuala kama haya nani amehusishwa na Devki anasemekana ni mmoja wale the Gupta's family. Gupta's ni wale kundi la Wahindi ambao ni wafanyabiashara walio na ushawishi mkubwa zaidi barani Afrika, na wamekolea sana nchini Afrika Kusini. Uhusiano kama huu ulipelekea Jacob Zuma nchini Afrika Kusini akapoteza urais, na nusra the Guptas pia wapelekee hata Cyril Matamela Ramaphosa apoteze uongozi wa taifa. Lakini hapa nchini nadhani wakati umewadia, kama bunge letu lingekuwa tu ni bunge la kuweza kudadisi na kutathmini mambo kwa njia inayofaa, Wakenya wanastahili kueleza ukweli halisi wa haya mambo. Manake mambo ambayo yanaibuliwa hapa si masuala ambayo ni masuala ya kuchukuliwa vivi hivi, masuala mazito, masuala ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais ndiye mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ikiwa kuna madai kwa vyovyote vile na kuwe na ukweli kwa maana husika katika kufanya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa eneo la Kivu Mashariki mwa DRC ambalo lina na madini mengi ambayo yanang'ang'aniwa na karibia mataifa mengi sana yaliyostawi, ikiwa kuna ukweli wote ule, basi tunaweza amini vipi kwamba kunaweza kuwa na suluhu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa baadhi ya wahusika wakuu wanaotafuta amani nchini humo ni wahusika wa kibiashara na zile zinaitwa kimombo vested interest? Him or not, vile Jamila anauliza kwamba uko hapo ndani, hauongei, hausemi lolote, wewe unaendelea, lakini siku umetimuliwa ndio unasema sasa wacha ni mwake mtama. Do we believe him or not? You know, hata mama. Wajua nilikuwa mimi na watch nauliza, Gachagua anasema ukweli? Maana kuna zingine alikuwa ananiambia dhibitisha, anasema nao nimekupatia lead, wewe ndo katafute. First of all, ni vizuri kwanza tuangalie timing ya yale mahojiano. Alizungumza na waandishi wa habari baada ya ziara ya Rais William Ruto kule Central, kule ngome yake ya kisiasa. Akawa na siku 5 mfululizo kuanzia siku ya Jumanne hadi siku ya Jumamosi juma lililopita, na zile grounds zote ama zile alama zote huenda alijipatia kisiasa kutokana na umati ambao ulikuwa unaonekana katika baadhi ya mikutano yake. Labda hili ndilo lilifanya Gachagua naye amue nitakuwa na kikao na waandishi wa habari ndipo niweze kuyeyusha kidogo yale mafanikio ambayo huenda rais ameyapata kule. Lakini pia unapouliza swali kuhusiana na kama ataaminika ama hataaminika, mwanzo ni vizuri tuelewane hapa ati kwamba unapompa talaka mkeo, kisha mkeo akutana na marafikize kwenye sehemu ambako yeye husukwa nywele, ile zile salon, anaanza kuzungumza kuhusiana na
alivyokuwa bwanake, mengine yataaminika lakini mengine ni fitna kwa sababu ya ile hasira kwamba umempa talaka. Atasema bwana yangu alikuwa hivi, alikuwa vile, alikuwa hawezi kufanya mambo mengine, alikuwa ni goigoi, mambo kama hayo. Madai yoyote yale yanaweza kuibuka, lakini hayawezi kupuziliwa mbali yote ambayo Rigathi Gachagua anayazungumzia. Huwezi ukayapuzilia mbali kile ambacho mwanasheria mkuu wa zamani Justin Muturi alikisema katika mahojiano pia na NTV. Huwezi ukayapuzilia mbali kwa kutaja kwamba huyo ni mtu ambaye labda ameghadhabika kutokana na hali kwamba hayumo tena katika ile joto la serikali, hayumo katika baraza la mawaziri. Hivi huenda hizi zote ni porojo. Huwezi ukaita hizi zote porojo kwa sababu hawa ni watu ambao walikuwa ndani ya system, walikuwa ndani pale ambapo wengine wetu hatuwezi kujua kile ambacho huendelea mle, not unless tuwe na watu kama hawa ambao watajitokeza na kumwaga mtama. Udipo anazungumzia kuhusiana na bunge letu, kama lingekuwa sawa lingechunguza baadhi ya haya masuala. Lakini hapa ni vizuri tuelewane atia kwamba unaposikia malalamishi kuhusiana na state capture, ni vizuri wa Kenya wapate kujua umuhimu wa kuwa na taasisi huru ambazo zinatimiza majukumu yake ya kikatiba. Bunge letu lilivyo sasa hivi, tukiwa na kiongozi wa wengi ambaye ni Kimani Ichung'wah, tukiwa na kiongozi wa chache ambaye ni Junet Mohamed, mchanganyiko wa broad-based government MPs ambao wamo katika vyama vyote viwili ama miungano yote miwili mikuu, hauwezi ukatarajia kwamba kuna chochote kizuri kitatokana na uchunguzi wote ule ambao unaweza kufanywa kuweza eti kuchunguza madai kama haya. Haya ni masuala ambayo ni mazito sana hivi kwamba hata DCI yenyewe hauwezi ukatarajia kwamba wakubwa pale katika DCI wanaweza kuchunguza haya mambo. Hauwezi ukatarajia kwamba IG wa polisi kwa mfano ambaye tulimuona kule Nyeri akifika katika uwanja na kusalimia watu na kuuliza rais arejee hapa Nyeri tena, mmefurahia kumuona rais. Hauwezi ukatarajia kwamba hasa yule ndiye ataongoza uchunguzi wote dhidi ya madai kama haya. Ni taasisi gani ambayo tunayo ambayo inaweza kuchunguza masuala haya? Nauliza hivi kwa sababu ujumbe tunao ndio, what do we do with this information? Tuna madai yote yale ambayo yametolewa na Justin Muturi, especially masuala kuhusiana na ufisadi hapa nchini. Alipokuwa anazungumzia kuhusiana na Russian oligarchs, wale ni mabonyanya ambao labda wanaweza kumbusha wengine, Arturo Margarian na Arturo Sargasian wakati ule wake utawala wake Mwai Kibaki. Hawa ni watu ambao wanafanya biashara na serikali. Ni nani atachunguza sasa zile taarifa? Ni nani atatuelekeza mbele? Kwa sababu tumesikia hata fertilizer ambao tutatumia, hii ni biashara ambayo inawafaidi watu binafsi. Rigathi Gachagua anazungumzia kwamba hata rais mwenyewe ananufaika kifedha kutokana na uagizaji wa mbolea hapa nchini. Mbolea ya free na Algeria, tani 30,030, tunapopata tani 40,040 kutoka nchi ya Urusi kama zawadi tu kuwafikia wakulima. Kisha ile mbolea inawekwa kwenye paketi nyingine mpya na wakulima wanauziwa kwa shilingi 2,500. Uchunguzi kama huu ni nani ataufanya? Nani atachunguza sasa? Nani atamchunguza rais? Kwa mfano, madai yote ambayo yametolewa pale, ni nani atachunguza rais? Na huwezi kumfungulia kesi mahakamani akiwa mamlakani. Katiba yetu inasema la kwa kitu kama hichi. So tunayo information ndio, but what do we do with this information? What next? Hapo ndio nilikuwa nataka kuuliza sasa. Unakumbuka wakati wa Uhuru waka anasema sasa mnataka nifanye nini? Okay? Sasa sisi tumeambiwa na Gachagua tufanye nini? Vile ambavyo ikiwa there is no institution ambayo inaweza tuambia madai ya Gachagua ni kweli ama kweli. But let's move this conversation further. Gachagua most of the time yeye alikuwa na record rais, hataki kwenda naye huku, ana record rais, hataki kwenda naye huku. So how are they working? No, that's why kumekuwa na hiyo fallout as quickly as it happened. Atea. Kwa sababu tukumbuka kipindi cha Uhuru Kenyatta kuanzia 2013. Alikaa na Ruto wakamaliza miaka yao 10. Licha ya kuwa katika kipindi cha pili mambo yalikuwa hayako sawa. Ruto alikuwa ameanza kufanya kampeni zake, Uhuru alikuwa amefanya handshake na Raila Odinga na ikawa wapo tu, lakini hatukufika level ya kumimpeach, kumuondoa ama mambo ambayo tunashuhudia hivi sasa. I think that's why mambo yaliharibika as soon as they did, because kufikia 2020 ni mwaka jana 4, kufikia katikati ya wakati wa Gen Z protest already mambo yalikuwa yameshaanza kuharibika. Because ukimsikiza hata Justin Muturi akisema from around May already 2024 tulikuwa already mambo hayakuwa mazuri sana.
Sijui kama ni kwa sababu ni misimamo miwili tofauti, sijui kama ni kwa sababu ni two strong personalities ambao walikuja tu pamoja kushinda uchaguzi, ama kama Rigathi Gachagua anavyojaribu kunyonyesha kwamba yeye ndo alikuwa mzuri sana, alikuwa nakasirishwa na yale ambayo yalikuwa yanafanyika kule ndani. Yeye alikuwa anaongea mambo ya shareholders, tusisahau. Nakumbuka February last year, about a year ago, hiyo comment ya shareholding bado alikuwa anaisema. Akisema kama hii serikali na wenyewe, wale wengine ambao mkuipigia kura muende kule pembeni. And that is just wrong. Kwa sababu mnapochaguliwa, wale ambao walikuchagua na wale ambao hawakuchagua wote ni wananchi wa taifa hili, unapaswa kuwapa service. Lakini kama ulivyosema Lincoln alivyosema na unavyouliza atia, so what next to do? Tufanye nini? Nifanye nini jamani? Nani atashtakiwa? Nani ataulizwa maswali? Kwa sababu kama haya ambayo madai kama haya yakitolewa, the first thing ni kwamba ODPP anapaswa kusema tunataka kufanya investigation. Haya madai ambayo yanatolewa kama kwamba kweli kuna biashara zinafanyika hapa, kama kweli kuna dhahabu inasafishwa hapa nchini Kenya na pesa zinatumika kwenda kuamu wapiganaji kule Sudan, kama kweli kuna hoteli kule Mombasa ambayo inadai kwamba rais na kiongozi wa Kosovo wana own, kwa sababu juzi tuli acknowledge kwamba Kosovo ni taifa huru, au pia wako na mivutano yao na Serbia na Russia, tumeingia humo pia tunajihusisha na hayo mambo. So kama kuna madai ambayo ni ya ukweli, the fact that tunasemekana pia DRC tumeingilia kwamba embassy yetu kule Kinshasa ilishambuliwa kwa sababu kule hawataki wa Kenya pale, wanasema wanahusika na wale waasi wa M23. These are not small things. Hapo manake pia ni kidogo. Unajua ili taifa la Kosovo ni mojawapo mataifa 7 ambayo yalikuwa huru baada ya kusambaratika kwa ulikuwa muungano wa Yugoslavia mwaka 1994, lakini imepata uhuru hivi majuzi. Kati ya yale mataifa 6, Kosovo ni taifa la 7 la hivi punde kuwa huru. Kosovo ni taifa ambalo linahusishwa sana na masuala ya kigaidi. Waona, ni mojawapo ile mataifa ya Eastern Europe, yani Europe Mashariki, ambayo hayahusishwi sana na masuala ambayo ni masuala mazuri. Hivyo baadhi ya viongozi wa serikali kujihusisha na viongozi wa mataifa kama haya, sisi unakumbuka wakati mmoja tuweza kulitambua lile taifa la ilikuwa Western Sahara. Na ikaleta shida sana, manake Morocco bado inasema kwamba hilo taifa liko bado chini ya himaya yake, mmoja wapo mataifa ya Morocco. Ni wapi ambapo tunajikua uhusiano wa kimataifa wetu, sera zetu za uhusiano wa diplomasia ya kimataifa? Nani anaongoza hizi sera? Manake inaonyesha yale madai ambayo yanaibuliwa, yanaonyesha ile inaitwa systematic ile fall ya taasisi zetu muhimu kama taifa. Yani hakuna ule muongozo wa kisera ambao unastahili kuongoza kila wizara, na kwamba kila wizara inasimamiwa tofauti na inavyostahili kusimamiwa. Swala ambalo lilibuliwa hapa, swala la utoaji wa zabuni, ni swala ambalo ni swala nyeti sana. Maana utoaji wa zabuni ndio kutoa muongozo, mipangilio ya bajeti jinsi ilivyosoma. Pesa zinatolewa, zinawekwa katika hazina ya kitaifa, zinapelekwa katika wizara mbalimbali. Sasa masuala ya utoaji zabuni yanaanza. Lakini kama zabuni zinazotolewa hazielekezwi mahala kunakostahili, basi ndipo sababu tunalalamika kila mara kwamba miundombinu hapa iko hivi, kila kitu hakiendi jinsi inavyostahili, kwa sababu zile zabuni hazitolewi na hazipiwi wale watu wanaostahili kutekeleza. Nihusu nini mimi kama mwananchi wa kawaida tena? Ni vizuri tuulizane hili, kwa sababu huenda yakashuhudiwa kama mashindano ya wakubwa kule Nairobi, kule Ikulu. Rais na naibu wake, rais na CS Muturiza. Yani watu wanaweza kupuuzilia mbali yale ambayo yanaibuliwa na kuyataja kama mashindano ya wakubwa kule Nairobi. Lakini kwa mfano, iwapo mkulima wa majani chai yake yatakwama kule katika mabohari kule pwani, kwa sababu soko la Sudan limefungwa kutokana na uhusiano uliopo kati ya rais wa Kenya na kiongozi wa kundi la RSF Hemeti kule, basi inatuathiri sasa moja kwa moja pale. Iwapo mashindano miungano hii na urafiki huu ambao rais anatajwa kwamba anao na baadhi ya watu ambao wanashukiwa kukosa maadili, wanashukiwa kuwa na watu ambao hawafuati sheria za mataifa yao, iwapo tuingilie masuala ya kidiplomasia na kutazama kama tuingia katika kundi moja na wale ambao ni maadui wa mataifa mengine kama Urusi na kadhalika,
basi ni swala ambalo lafaa kumgusa Mkenya moja kwa moja, awe na tahadhari kwamba huenda haya yote yakatufika na kuathiri hata mifuko yetu. Kwa mfano, mkulima majani chai anaweza sema kwamba hata kuwa na hakikisho la kupata mapato yake kutokana na kuharibiwa kwa soko la zao kama hili, kutokana na kazi ambayo rais anaifanya kinyume cha pazia kule, mambo ambayo labda si rasmi. Kwa hivyo ni swala ambalo ni vizuri Wakenya walizingatia na kuuliza maswali ya moja kwa moja. Kuna kitu kidogo tu nilikuwa Rigathi akimtetea sana Muturi. Nilisikia akimtetea sana. Ili hali tusikie naye Muturi pia alikuwa ameibua madai. Is there something cooking? Hebu kwanza tumsikie. No. They are reading from the same script. You imagine hayo amezungumza pale. Do you know $1 billion ni pesa ngapi? 129 billion shillings. 129, yani kwanza kuna moja alisema US dollars and I'm like how much is that? 129 big hiyo sasa, hiyo sio ya miti. Eti ni deal ambayo inafaa kutiwa saini kwa airport. Transit. Atea. Yani 129 billion tutie saini kwa airport. Alafu hizo hela haziji direct kwa mkoba wa taifa. Treasury na. I think a moment of silence for 1 minute. Hata hao, do they know that figure they are telling us? Kama unyali tuambie tunapoteza 2 billion ndio tulikuwa karibu kuruka vichwa. Kivyangu na nadhani swala la muhimu hapa sio okay, madai yameibuliwa, lakini umuhimu hapa ni kuangazia na kuhakikisha kwamba tunarejesha imani ya umma katika taasisi zetu. Manake madai ambayo yanaibuliwa na watu ambao wamekuwa serikalini si madai ambayo yanampa Mkenya yeyote yule, Lincoln alisema na Jamila, imani kwamba hili ni taifa na kwamba mtoto wangu akisoma afike kiwango fulani ataenda ulize nafasi ya ajira mahali fulani na ana nafasi sawa ya kupata hiyo nafasi na Mkenya yeyote yule kutoka Mandera, kutoka mahali popote pale nchini. Kama taasisi tulizonazo, taasisi ambazo hazifuati kanuni zinazostahili. Manake ukiangalia shilingi bilioni 129 na kwamba ni madai zinaenda kwa mkobo wa mtu binafsi. Siku hizi hatusikii zile ripoti za kusema kwamba upanzi wa miti imenyamaza. Sasa hatusikii, maybe dini haikuenda sawa. Hata kuna nyingine imenyamaza pia, ile ya vaccination ya wanyama wote imeenda wapi pia. Wanaendelea na vaccination? Hawaendelei? Taasisi zetu ikiwa zitaweza kuhakikisha kwamba kuna ukweli kuhusiana na masuala haya na tuweze kurejesha taifa mahali linastahili, tufuate tu sheria. Waasisi wa sheria, katiba yetu mwaka 2010, nadhani ndio watu walikuwa mashujaa. Kwangu wao ndio mashujaa. Maana waliona mambo mengi ambayo Mkenya wa kawaida na mwanasiasa yeyote yule hakuyaona. Maana ingekuwa ni kwamba wanasheria ama wanasiasa ndio wanaachiwa masuala ya katiba, hatungekuwa na katiba ya sasa na kila mtu angekuwa anafanya mambo kivyake, ukiukaji mkubwa zaidi wa kikatiba. Wakenya msemaje? SMS ni kwa 22106 # ni Jambo Kenya. Ni kikao cha Jambo Kenya. Mambo kadhaa yako yamefanyika. 1, Rigathi Gachagua wako amekuwa impeached. 2, hako ameingia katika ule makubaliano yale ya broad base na Raila Odinga. Sasa of course kulikuwa na maswali yanasema kuibuka kutoka watu wa Mlimani kwamba huyu mtu ambaye tulimpigia kura, karibu 80% ya kura zilizopigwa Mlimani zilikuwa yake, mbona anatupuuza, mbona anatulenga, mbona haji hapa. Malalamishi kuhusu miradi ya maendeleo yale ambayo alikuwa ameahidiwa ambayo hajatimizwa. Hata wakati wa kikao na wanahabari kutoka eneo la Mlimani, masuala ya miradi kama kahawa, masuala ya chai, masuala ya barabara, masuala ya masoko yaliibuka. Na akaenda katika hatua yake hii. Na watu walijitokeza kwa wingi. Kama walikuja kwa hiari ama kuna madai kuhusu kupewa marupurupu ilikuja pale, watu walikuwepo. Na zilikuwa nice optics. Kwanza siku ya kwanza walipoanza kule na Nyuki, uliona watu walikuwa wamejaa, akatembea pale barabarani, akaendelea na tour yake mpaka akaelekea kule Nyeri. Uliona alikaribishwa na gavana Mutahi Kahiga, ambaye baadaye alisema ni swahiba wa Rigathi Gachagua. Although baadaye alisema rais anaheshimu hiyo ofisi ya rais. Na haje, hatuwezi mzuia kuja. Na mgeni njoo mwenyeji aponye. Akasema tukapata marupurupu si tuko sawa. But msimamo wetu haujabadilika. Na alitoa ahadi nyingi kama unavyosikia katika hiyo sound clip. 400 million hapa, 150 million hapa, bilioni kadhaa hapa na pale na pale na pale. Mimi ningependa tu kuona iwapo hiyo miradi na hizo ahadi zitatimia. Kama kweli baada ya miezi kadhaa, kwa sababu wanatarajiwa kurudi Mlimani Agosti,
ataenda huko kuzindua hii miradi ambayo kufungua kabisa, kusema nimefungua, tumemaliza. Kwa sababu hapa ni ground breaking, commissioning, sijui nini. Niliona very few projects pale ambazo zilikuwa zimekamilika, ambazo zilikuwa zinafunguliwa sasa, nasema hii imekamilika. Apart from I think classroom moja kule Laikipia nafikiri. Kulikuwa na malalamishi kuhusu last mile connectivity, watu wanasema mbona imewekwa tu gogo moja pale kwenye mtaro, hiyo ni project gani imekuwa launched? Fine. Baada ya hiyo miezi kadhaa atakaporudi kule, azindue miradi. Ile Ruringu Stadium ameahidi mwaka ujao kwamba itakuwa tayari. Sawa, tuone kwamba haya ambayo yameahidiwa kwamba yametekelezwa. Lakini kwa maoni yangu kwake rais, the tour was I think better than alikuwa anategemea. Ndio kuna baadhi ya viongozi kama Kimani Ichung'wah, Mwangi Kiunjuri, yule mbunge wa Maragwa, Muradha pia ambao walikuwa Muradha ndiye alizomewa. Wa Maua kule kwingine akaenda akavuka sakafu akaenda upande huu mwingine. Kwa sababu kuna hii argument mimi ambayo inanisumbua sana, na nasema kila mara kwamba maendeleo follows loyalty. Wewe ukiwa loyal, maendeleo itakuja kwako. Wewe ukiwa unapinga, hakuna maendeleo ya kukujia. And that's unfair kwa wananchi ambao walimpigia pengine kura opponent wako, kwa sababu we have freedom here ya kuchagua yule ambaye tunataka. But tunakuwa punished for it kwa sababu ulichagua mtu ambaye hayuko kwenye power. Na hiyo ndio argument wabunge wengi wanatumia, wanasema tunafuata upande huu wa serikali ama tunamfuata rais kwa sababu tunajua tutapata maendeleo kwa wananchi wetu. Wacha tuone mambo yatakavyokuwa. Lincoln na Odipo, baada ya muhtasari wa saa 2 ningependa kujua tu take out yenu kutokana na ziara ya rais. Is he a political genius, kwamba aliweza kupenya huko licha kwamba walisema kwamba hata penya, ama vile ambavyo Gachagua alisema it was all about money? Baada madai ya Gachagua ni kwamba kuna wale walikuwa wanapewa ngiri 2, kuna wale walikuwa wanapewa ngiri 3. How is that? Tukirudi baada ya muhtasari wa saa 2 ni kikao cha Jambo Kenya. Wanalenga kuwatenganisha na Mlimani. Amekuwa na uhusiano na wao kwa kipindi cha miaka 20, na uhusiano ambao hautayeyushwa na yeyote yule kisiasa. Yule wale viongozi ambao wanalenga kufanya tofauti na inavyostahili, basi wao watapigwa kumbo. Lakini umuhimu hapa, ama swala ambalo linastahili kutiliwa maanani hapa, ni sasa rais aanze kutekeleza miradi ambayo aliwaahidi wale wakazi, na sio tu wakazi wa Mlimani, pia wakazi wa maeneo mengine ya Jamhuri. Amekutana na viongozi mbalimbali kutoka maeneo tofauti ya Jamhuri, na katika kila sehemu ama katika kila pembe ya Jamhuri, rais amekuwa akitoa hizi ahadi na miradi mbalimbali ambayo kama eneo la Mlimani aliahidi kuna masoko nadhani 9 ambayo alisema yanajengwa, hata kama hayajakamilika kwa sasa hivi kulingana na jinsi alivyokuwa amesema hapo awali. Akasema kwamba kuna masuala mengi ambayo yanaambatana na masuala ya utoaji zabuni, inachukua muda mrefu, kuna baadhi ya watu wanaelekea mahakamani, hivyo inachelewesha baadhi ya hii miradi. Sawa, lakini akirudi kule awe akienda sasa kutekeleza au kuhakikisha kwamba ile miradi imeweza kukamilika, sio kuweka kule kuzindua mradi alafu akirudi zile track kama ilikuwa ni barabara zinakwama. Maana hawa watu hawajalipa. Nakumbuka Disemba nadhani Jamila na Lincoln, kama tutaenda turejee pale, ilikuwa Savana hapa Umoja, nadhani alisema kwamba mko Disemba, Januari hii barabara itakuwa imekamilika. Nadhani itakuwa ni vyema twende tuwaambie wa Kenya kama hiyo barabara hakika imekamilika. Haya ndio baadhi ya masuala ambayo yanafanya ndio anatoa hadi nzuri sana, na ukisikiza sera zake rais ni nzuri, mojawapo sera nzuri sana, lakini katika upande wa utekelezaji ndipo ambapo anajikua pengine. Manake kutoa timelines, ukiniahidi kitu nitakufanyia ndipo baada ya mwezi mmoja, baada ya miezi miwili, ama baada ya miezi mitatu, na baada ya miezi 6 hujafanya kile ambacho uliniahidi. Sasa ukiniambia kingine nitakuwa na shaka kwamba utakitekeleza. So wakazi wa eneo la Mlimani bado wana tatizo la kahawa, bado wana tatizo la majani chai, bado wana tatizo la makadamia. Wapata biashara zao ndogo ndogo, yule mama mboga, yule jamaa anauza pale avocado, parachichi, ananufaika kwa sasa. Wale makatels, wale walagai ambao wamewapora wengi wa wakulima wa eneo la Mlimani kwa kipindi kirefu, wameweza kukabiliwa na kwamba mkulima wa kawaida ananufaika kutokana na majani chai anayouza, mkulima wa kawaida ananufaika kutokana na ile kahawa yake, yale makadamia ambayo yanakuzwa sana katika maeneo ya Embu, ile miraa katika eneo la Meru, mkulima anaweza kunufaika. Kwa sababu tumeshuhudia baadhi ya mataifa kama vile nadhani Sudan wamepiga marufuku kupeleka kule kwa baadhi ya bidhaa zetu. Na hii ikiwa tunairuhusu kuendelea, inaweka kikomo katika baadhi ya masoko ambayo ilikuwa ni tegemeo kubwa sana. Manake alisema Lincoln hapa awali,
Kwamba tunaweza puuza baadhi ya masuala ambayo yanaibuliwa kuhusiana na uongozi wa taifa. Lakini ikiwa inamwathiri Mkenya wa kawaida, sasa mkulima wa makademia hawezi peleka makademia yake yauzwe nchini Sudan. Mkulima wa majani chai soko kubwa la Sudan. Mkulima wa kahawa soko kubwa lililoko Sudan sasa halipo, basi sasa tunaanza kufeel the effect. Kwamba hatupati zile hela ambazo tulikuwa tunazipata hapo awali. Na hapo ndipo kuna tatizo. Na kuna mmoja hapa nakubaliana nawe Odipo anauliza, who is taking stock of these many promises with a lot of pending bills ambazo tunazo in Shinyalu already. Tumefika April, the contractor has not hit the ground for the airstrip ambayo tuliahidiwa. Kisha nazungumzia Chepsonoi Bitumen Road. Huyu ni Michael kutoka eneo la Shinyalu anauliza ilikuwa vipi na mlikuwa na tatizo na barabara. Nimetoa shilingi milioni 100. Right? Anamaanisha nini anaposema nimetoa shilingi milioni 100? Hivi sivyo vile ambavyo miradi ya umma hutekelezwa, kwa sababu utaratibu ambao hufuatwa pale, ujenzi wa barabara, ujenzi wa mabwawa, ujenzi wa madaraja na kadhalika, haufanywi kwa hisani ya rais, haufanywi kwa mkoba ambao anao rais ambao anatoa shilingi milioni 100. Utaratibu huwa tofauti kabisa na wahusisha utayarishaji wa bajeti ambayo husomwa kila mwezi wa Juni, huzingatia kile ambacho kimejadiliwa na kupitishwa katika zile bajeti za ziada ambazo huwa zinapitishwa. Pale ndipo huwa tunaona mradi fulani ukitengewa kiasi fulani cha pesa. Kosa ambalo huwa pale ni kwamba rais hutoa hizi ahadi kwa kujitolea, yani huwa halazimishwi. Hakuna mtu mwambia kwamba na lazima useme hili, lakini kwa sababu angependa kupata political capital, angependa kupata angalau uungwaji mkono katika sehemu fulani, akitambua tu baadhi ya masuala ambayo yanawakera wananchi, anasema kwamba nimetoa shilingi milioni 300 kuunda soko fulani. Hapo jana tulikuwa na maandamano mjini Nyeri. Wakazi kule Nyeri walikuwa wanaandamana kuhusiana na soko ambalo laitwa Mudavadi Market. Ni soko ambalo limejengwa ndio, lakini wanasema mbona mwajenga soko ile hali sisi wenyewe kama wananchi hatukuhusishwa, na huu sio mradi ambao tungeupa kipaumbele katika baadhi ya masuala ambayo yanatukera sisi. Number 3, masoko haya ambayo anayatangazia rais katika mikutano ambayo amekuwa nayo, kwa sababu katika ziara hii ya Mlima Kenya tumekuwa na masoko mengi sana ambayo ameyataja. Tutakuwa na masoko mengi sana. Kuuzia nini? Turudi nyuma kidogo. Tatizo la wakulima kule ground ni ukosefu mahala pa kuuzia bidhaa zao, ama ni soko, yani value ya bidhaa zao sokoni. Yani mkulima akija pale na ndoma na viazi vitamu, akija pale na mahindi, maharagwe, karoti, matunda na kadhalika, bidhaa zake zanunuliwa kwa pesa ngapi? Tunao uwezo wa wanunuzi, yani Wakenya wana hela mifukoni kuweza kununua hizi bidhaa. Uchumi wa nchi kwa ujumla uko vipi hivi kwamba mteja anao uwezo wa kununua zile bidhaa? Iwapo hili laweza kuwa fixed kwanza, kwa maoni yangu, huenda ikawa kwamba labda wananchi watafeel kwamba nina kitu mfukoni, hata kama mahala ambapo nauzia si mahala ambapo ni pazuri. Huenda labda hilo ndilo swala la kwanza ambalo huenda lingesaidia zaidi. Kisha tukanapozungumzia kuhusiana na ziara hii ya Rais William Ruto kule Mlimani, umati ambao tulikuwa tunaona pale, isisaulike hapa kwamba ilikuwa peupe, ilikuwa inaonekana watu wakipewa pesa. Sasa unatoa shilingi 1,000, 2,000 ama 3,000 kwa wahuduma bodaboda waje katika mkutano wako. Sijui hili huwa namna gani kwako wewe mwenyewe ambaye unajua. Wazungumzia umati ambao umeulipa kutoka nyumbani kuja kukusikiliza. How I wish ingekuwa ni vizuri upande mwingine usikiliza watu ambao wamejitolea kutoka nyumbani mwao kuja kukusikiliza, na isi changanya watu kwamba hata katika sehemu ambapo tuliona viongozi wakizomewa. Kwa mfano Kimani Ichung'wah alizomewa sana kule maeneo ya Nyandarua. Kisha mbunge wa Laikipia Mashariki Mwangi Kiunjuri pia hakuwa na kipindi kizuri sana kule Nyandarua. Hapa Githunguri katika kaunti ya Kiambu tuliona mwakilishi wa kaunti Anne Wamuratha pia naye na akijipata matatani baada ya kuzomewa sana na kutakiwa atulie. Hata maneno yake hakuwa yanasikika kutokana na ile ghadhabu ya wananchi. Pia usisahau kwamba pia ule ni ulikuwa umati ambao pia
labda walikuwa wamepangwa kuwasomea hawa viongozi, kwa sababu huwezi ukasema kwamba ili ilikuwa ni ule ulikuwa ni umati ambao ni organic, umati ambao labda umegadhabishwa na hawa viongozi. Huenda pia nao walikuwa wamepangwa na wanasiasa kuwasomea baadhi ya viongozi. Lakini muhimu zaidi ni kile ambacho ndipo wamekizungumzia, tunazingatia maslahi ya mwananchi kwa dhati. Katika hii mikutano yote ambayo inaandaliwa na rais na viongozi wengine katika sehemu tofauti tofauti za nchi, tunasikiliza kweli ground inasema nini na kutimiza yale mahitaji ya kimsingi ya wale wananchi kwa ground. Huwa na mchango gani katika kuamua yule refa ambaye atasimamia mchezo kati ya Arsenal na timu nyingine yote ile? Hawana watapatana refa uwanjani. Wanaweza tu complain after match. Mabingwa wa Liverpool. But do we have systems? Kuna system ambazo zipo. Teremko umeanza. Tuna system ambazo zipo na labda tuna body ambayo inatambulika kimataifa ya kuwapa mafunzo wale marefa wanaosimamia mechi tofauti tofauti nchini. Wale marefa ambao husimamia mechi tofauti tofauti kimataifa huwa wameidhinishwa na FIFA kupitia mfumo fulani unaobainika hivi kwamba akiingia uwanjani timu yoyote ile sheria ni zile zile. Kama ni offside ni offside. Bila kuangalia ni timu gani kwa uwanjani. Unaelewa? Ni vipi tulikubali kwamba wanasiasa wawe ndio wanaamua atakayekuwa refa katika uchaguzi? Hapa ndipo nafikiri tunahitaji kufix, kwa sababu unaposikia kina Kalonzo Musyoka wakizungumza, Martha Karua na Eugene Wamalwa, wale wanazungumza hivi kwa sababu huenda hawajapata nafasi ya kuchangia moja kwa moja katika kuamua orodha ya watu 6 ambao watateuliwa wawe ndio makamishna. Hawajashirikishwa moja kwa moja katika kuamua ni nani atakuwa mwenyekiti wa IEBC. Ile timu ya watu 7 pale, mchango wao umekuwa ni upi? Kumbuka hata wakati tulikuwa na tatizo kidogo la kisheria, kesi ikiwa mahakamani, walikuwa mahakamani wakisema kwamba hii kamati yake Nelson Makanda haijateuliwa vilivyo. Ni wanasiasa wale. Chama cha Wiper kilikuwa pale ndani kikisema kwamba mtu wetu labda hakupewa nafasi tosha. Nafikiri ndipo kuondoa hii shauku na ndipo kupata hii IEBC ambayo ndipo wanaizungumzia. Ndoto hii ya Wakenya kuwa na tume ambayo hata kama tofauti kati ya mshindi na atakayebuka namba 2 ni kura moja ama kura 2 pekee, Wakenya watasalia nyumbani wakijua kwamba kwa kweli lilikuwa pambano la kweli. Kuondoa Cherera 4, upande mwingine Chebukati 3, mgawanyiko katika IEBC, labda itakuwa ni vizuri tutafute njia ambapo wanasiasa hawatakuwa wanashiriki moja kwa moja. Iwapo tulichangia kama taifa na kuamua kwenye katiba yetu kwamba rais hatakuwa na wajibu wa moja kwa moja kuamua makamishna wa IEBC, tukavuka ule mpaka, tukahusisha viongozi wa kidini, tukahusisha vyama vya kisiasa, tukahusisha chama cha wanasheria nchini LSK na kadhalika, kuweza kuunda katika hii selection panel, bado hatujagonga ndipo, kwa sababu bado mkono wa rais unaonekana uko pale ndani, mkono wa ikulu bado unaonekana ukijipenyeza pale katika kuundwa kwa IEBC. Suluhisho litakuwa kuondoa kabisa mkono wowote wa wanasiasa katika kuunda IEBC. Comments zingine 2 3 tukiondoka.